Nimeitikia wito mfalme. Mzee Zumbe, nimekuita hapa kwa jambo moja tu, nisizunguke sana. Ni kwamba nataka kumuoa binti yako Amanda, na hili sio ombi, ni lazima. Aise, mbona unanitolea mimacho mzee Zumbe? Haujanielewa ama unataka kuleta pingamizi? Nilete pingamizi mie mzee Zumbe kwenye jambo la heri kama hili? Hilo swala haliwezekani. Hata lingelikuwa mwenda wazimu kiasi gani nisingelikataa. Hili jambo ni kubwa kwangu, hili ni kubwa. Mimi hapa haya macho nayatoa na shangaa, kwa sababu sijawahi kufikiri kama siku moja binti yangu atakuja kuingia kwenye jumba la kifahari kama hili, jumba la kifalme, kwenye kasri kubwa kama hii. Hili ni jambo la heri kwangu, si la kukataa. Nilizani unataka kuleta pingamizi mzee Zumbe, ndio maana mwanzoni nilitangulia kukwambia kwamba hili si ombi, ni lazima. Lazima binti yako aolewe na mfalme, lazima awe mke halali wa mfalme, na hilo halitakuwa na pingamizi kamwe. Hivi mtukufu mfalme Bokassa, hapa kijijini nani labda ambaye anaweza kukataa kuunganisha udugu na weye? Ukiona mtu huyo anakataa udugu na weye, basi huyo ni mwenda wazimu. Kasiri yako imesheheni kila kitu, vitu vya thamani, vyakula vizuri, maporopocho, kila kitu, vitu vizuri vyote vinapatikana hapa. Sasa yani ni kukukatalia kuleta pingamizi kwenye hilo. Siwezi. Mie hivyo ni ndugu yako, tushaunganisha udugu hivyo. Mie mwanangu sasa hivi naenda kumwambia kwamba nenda kamtumikie mtukufu mfalme. Safi sana mzee. Ndio hilo tu ambalo nimekuitia hapa nije nikueleze, na limekwenda vizuri. Basi unaweza kwenda nyumbani, kwenda kumwandaa binti yako kisaikolojia, kumwandaa vizuri. Mwambie kabisa kwamba anakuja kuishi kama malikia kwenye kasri ya mfalme Bokassa. Askari! Askari! Alo, mfalme. Mfungulieni geti mzee atoke huyo. Sawa. Safi sana Kombo. Mshushi aje hapa. Alafu naomba Kombo ukae pembeni kidogo na mazungumzo naye. Binti shuka uje hapa. Heshima yako mtukufu Malikia. Aku wala siitaki hiyo mie. Sikiliza dogo. Nimekuita hapa ili nije nikupe onyo. Onyo la kifo. Onyo ambalo usipolisikiliza kwa makini ukalitendea kazi, kitakachotokea ni kifo ama kushogwa pilipili kwenye kishundu kusiko kwa kawaida. Kwanza, umepata taarifa yoyote kutoka kwa mfalme Bokassa? Kasinuila. Yaani mimi nakuuliza swali binti, wewe unanitolea mimacho kama umeguswa kwenye kipembe mnato. Haujanielewa? Nimekuuliza hivi, hujapata taarifa yoyote kutoka kwa mfalme Bokassa? Mimi sijapata taarifa yoyote kutoka kwa mfalme Bokassa Malikia. Alafu mimi sijafanya kosa lolote, muda wote nakuaga nyumbani tu. Nikitoka labda nimeenda kukusanya kuni, au labda nimeenda kuteka maji. Aha, sasa sikiliza dogo. Hujafanya makosa ndiyo. Sijakwambia umefanya kosa, bado hujafanya kosa. Lakini naona kabisa unakwenda kulifanya kosa ambalo litakuingiza kwenye matatizo makubwa. Kifo ama kushogwa pilipili kusiko kwa kawaida kama nilivyokuambia. Mfalme Bokassa anategemea kuongeza mke wa pili, na targeti yake ni wewe. Na mimi sitaki yaoe. Sitaki kikaragosi chochote kile kiongezeke kwenye ile falme. Sihitaji. Sasa ole wako ujilegezelegeze, halafu ukaingia kwenye ile nyumba kama mke wa mfalme Bokassa. Ndiko utakapokuwa mwisho wako wa maisha. Mimi nadhani umenielewa binti. Nimekwambia ili uchukue tahadhari mapema kabla hajakukuta. Kama inawezekana, toroka kabisa, ondoka, hama hiki kijiji, au kama haiwezekani kuhama kijiji, basi tafuta namna yoyote ambayo itakufanya ushindwe kuingia kwenye falme ile ya Bokassa. La ukajilegeza ukaingia pale, basi ndio mwisho wako wa maisha binti. Sawa mtukufu Malikia, mimi nimekuelewa. Upwiru. Amanda,
Upwiru usije kukubali hata siku moja Upwiru ukuingize kwenye matatizo. Mimi ni mtu mzuri sana kama hujaingia kwenye anga zangu, lakini siku ukija kujichanganya ukajaa, basi utaniona mimi ni katili lililokubuhi. Sawa mtukufu Malikia, sitakubali Upwiru uniingize kwenye matatizo. Sawa, chunga sana binti. Sawa. Mimi nimemaliza. Kombo! Na Malikia. Njoo mchukue binti umrudishe ulikomtoa. Kwicho, nimekuita hapa ili unishauri kama mshauri wangu mkuu, japo tayari nishaanza kufanya maamuzi. Kimsingi ni kwamba unafahamu fika kwamba mke wangu ni miaka 10 sasa tupo kwenye ndoa na hajafanikiwa kunipatia mtoto. Sasa nataka nioe mke wa pili ambaye atakuwepo pale kwenye kasiri yangu kwa sababu ya kunipatia watoto. Hilo ni jambo la heri mtukufu mfarume. Hata mie siku zote nilikuwa nawaza kukushauri kuongeza mke kwa sababu ya watoto, lakini nilikuwa sijui ni kitu gani kinaendelea kichwani mwako, ndio maana nilikaa kimya. Lakini leo kwa sababu umefunguka, mie nalitilia mkono hilo. Nenda kaongeze mke, kwa sababu heshima na utukufu wa mfalme ni familia pana. Lazima uwe na watoto wengi bwana. Mtoto mmoja hawezi kukupa heshima, historia yako itakuwa fupi sana mtukufu. Lakini kwa nini hukunishauri mapema Kwicho? Hebu vuta picha, miaka 10 yote imepita. Hadi sasa hivi ningekuwa na watoto wakubwa, matoto makubwa kabisa, lakini nimechelewa. Mimi naona kabisa nimechelewa kwa sababu umri wangu umekwenda sana. Na nikioa saizi hata hao watoto watakavyokuwa makuzi yao na sidhani kama nitawaona. Mtukufu mfalme, hujachelewa. Muda bado huwe, bado kijana kabisa. Mimi nakuona, naona bado una miaka mingi sana ya kundunya kwenye ulimwengu huu wa dunia. Wala usiwe na wasiwasi, bado hujachelewa. Na kwanza kipindi hiki ndio kipindi kizuri. Kijiji kimesheheni warembo, mabinti wazuri wamezaliwa hii miaka ya katikati hapa. Ni wengi kweli kweli hapa kijijini. Sasa hivi kama unaokota, waokota dodo kweli kweli. Umenifurahisha sana Kwicho, na hili ndio maana nikaamua kukuweka wewe kuwa mshauri wangu. Uko vizuri sana. Kusema kweli tayari mimi nishazungumza na mke wangu Malikia Bikachala, japo kidogo analeta ukakasi, najua ni wivu tu namsumbua. Ila hili swala tayari lishafika kwangu na lazima nioe. Nishazungumza pia na binti ambaye nishachagua kiufupi. Ala, ushachagua tayari mtukufu mfalme. Sasa si ungesubiri nikuchagulie mie? Nilikuwa na haraka sana Kwicho. Nimeshachagua mimi. Ushachagua kibovu hivyo mfalme. Ungeniuliza mie natembea kijiji kizima hiki. Kaya zote nazijua. Mabinti wote wazuri ambao wapo kwenye kijiji hiki na wajua. Kwa mfano sasa nikakwambia Kwicho, nichagulie binti wa kuoa haraka. Wewe ungenichagulia nani hapa kijijini? Mie Amanda bintiye na mzee Zumbe. Umo ndio binti ambaye nimemchagua mimi kumuoa. Amanda, binti kipenzi changu, mrembo kupitiliza hapa kijijini, mtoto wa mzee Zumbe. Sadakta, hapo umecheza kama Pele. We Sam, kipenzi changu, mimi naona hii sehemu sio salama kabisa kwangu. Ni bora tungeenda kukutana kule bondeni tuzungumzie kule. Mimi namuogopa baba yako. Mwantumu, hebu acha hizo bwana. Kuwa na amani. Kwanza mzee wangu ndo kabisa hana shida yule mzee. Hana shida kabisa. Kwanza mara nyingi huwa ananihimiza na kunifokea kuniambia, kijana vipi? Jongoa pandi mtungi, namwambia anapanda. Mabinti warembo kijijini waoni, namwambia nawaona. Kwa hiyo mwenyewe hivi vitu ni vitu vyake hivi. Hana shida mzee. Na hapa ni chumbani kwangu. Hakuna mtu mwingine yoyote anayeingia zaidi ya mimi mwenyewe. Kwa hiyo kuwa na amani. Okay, sawa Sam. Nitajitahidi, japo amani sina kabisa. Mimi kwa kuwa nakupenda, nitahakikisha unakuwa na amani kipenzi changu. Amanda, binti yangu kipenzi, binti mrembo, binti mwenye bahati kuliko mabinti wote hapa kijijini, binti ambaye nimeachiwa na mke wangu kipenzi marhumu Hadija Ngala. Nakupenda sana binti yangu. Nina jambo zuri nataka nikueleze, jambo la baraka ambalo kwa kweli nilikuwa nalisubiri miaka yote litokee kwenye familia yangu, lakini lilikuwa gumu. Kwako limekuwa rahisi.
Legeza sura yako basi binti yangu mrembo. Unajua we ni mrembo sana. Usinikazie sura babayo. Nitizame kwa furaha. Nina jambo zuri nataka nikueleze. Jambo la baraka kuliko yote ambayo nilishawahi kukueleza babayo. Nina jambo zuri mwanangu nataka nikwambie. Nalijua hilo. Nishalifahamu. Sasa nikwambie tu babangu. Mimi siko tayari kuolewa na Mfalme Bokasa.